Kwa jina ninaitwa Yusuf Mikidadi, ni mwenyekiti wa taasisi ya Al-Maliji Tanzania. Tumewaiteni leo hapa, tunakutana katika review mazungumzo ambayo yashapita sana. Tumezungumza sana. Tashida yetu sio kupiga kelele bila kuwa na matarajio tunayohitaji. Kuna kitu tunakihitaji ambacho ni lazima tupewe kwa sababu ni haki yetu. Al-Maliji ina ardhi ambayo iko Dodoma, ekari zaidi ya 100,000 na kuendelea. Taratibu zote Al-Maliji imezifanya ili kupata document za kusababisha kwamba tumiliki moja kwa moja. Lakini kuna baadhi ya watu ambao kwa sababu zao binafsi, sio za kisheria, wamefikia hatua ya kukalia hizo document, hawataka kuzinyambulisha ili zifike kwa walengwa. Na sisi hatukubaliana kwa sababu pesa zetu tushapeleka serikali na serikali imechukua pesa zetu. Na hatutakubali kurudi nyuma, ishi mpaka ishe. Baada ya kuona mzunguko umekuwa mkubwa sana, Wizara ya Ardhi walipopata habari hizi, nafikiri waziri wao walimmisilidi watu wake, walimdanganya, wakazungumza vitu sivyo. Akaita media kama hivyo, akazungumza na sisi. Tulipogundua kwamba ameita media, na sisi tukaita media ile ambayo amezungumza yeye, tukabaini kwamba kumbe waziri alidanganywa. Sasa wanaodanganywa ni wengi, na wanakubali kudanganywa watadanganywa. Lakini sisi tunaamini kabisa serikali yetu sikivu haiwezi kwenda kwa matakwa ya mtu au kwa fikira za mtu wa kuelewa. Kama hakuelewa, alikuwa anatakiwa lazima atafute watu watakao muelewesha. Kwa hiyo waziri asingeweza kuchukua action za kutoa maamuzi kwamba yeye alipoambiwa na watu wake ndio sahihi. Alitakiwa tuite sisi tunaolalamika kwamba tunadhulumiwa au tunapokonywa kitu ambacho cha kwetu. Baada ya kwamba hatuzungumza maneno haya, baada ya kuona waziri hajateke action yote wala hakuna kitu kufanyika, sisi kama taasisi tulichukua hatua za kitaratibu za nchi. Tarehe 25 mwezi wa 11 2025 tulimwandikia Waziri Mkuu Mheshimiwa Mwigulu Nchemba kwa jina lake. Mheshimiwa Mwigulu Lameck Nchemba, barua hii tutaonyesheni kwamba mimi na uhakika ilimfika kwa sababu kuna watu niliongea nao. Tulipoona kimya, hii barua Waziri Mkuu imemfikia lakini hakutake action wakati si bado haki zetu hatujapata. Tarehe 1 mwezi wa 3 tulimwandikia tena Waziri Mkuu Mwigulu Nchemba kwa jina lake moja kwa moja, tukituma kama tunamkumbushia. Mwezi wa 11 tuleta barua yetu, bwana unalisikilizaje hili swala, ukutana na wenzako mtu pe haki yetu. Lakini toka tarehe 1 mwezi wa 3 2026 Waziri Mkuu Mwigulu Nchemba barua mimi na uhakika imemfikia. Sasa hatuwezi kumlaumu sana kwa sababu majukumu yake ni makubwa sana, lakini bado katika majukumu ni kutatua migogoro ambayo sio lazima. Na mgogoro huu sio lazima, una uwezo kutatuliwa kabisa wala bila kutafuta mikakati mingine ya kutaka kusumbuana. Kwa hiyo mimi kama mwenyekiti narudia tena barua hizi tutapeni ili mzipate, muone kwamba tunachokizungumza kiko kwenye maandishi, hatuzungumzi vitu vya kupanga. Wenzetu hawa wana dokumenti sahihi ya umiliki kuanzia Rita kwenda Dodoma jiji, zote dokumenti ziko sawa. Suluhisho ni dogo tu, ni kukabidhiwa mali yao ili waweze kufanya kile ambacho wanafikiria kukifanya, ambacho rais wetu mpendwa na serikali yake na viongozi, waziri wa afya wanapenda sana kuangalia afya za Watanzania. Na nikiangalia wenzetu hawa, eneo hilo la square meter, naomba nisaishe hapa, ni square meter 181,700. Hilo eneo ambalo lina zaidi ya eka 45 wanalihitaji, ni la kwao kwa ajili ya kutengeneza chuo cha uuguzi. Lakini wakishatengeneza chuo cha uuguzi, maana yake watajenga hospitali maeneo hayo. Kwa hiyo tutakuwa na wafamasia pale ambao wataisaidia nchi yetu, lakini vile vile kujenga makazi kwa ajili ya hao watakaokuwa wameajiriwa pale kwenye taasisi. Kwa hiyo ni swala ambalo serikali yetu inaliangalia, ni swala zito sana. Kwa hiyo na mimi nikasema nije nimuunge mkono mwenzangu kuzungumza. Kwa hiyo sisi bado tupo, tunaiomba serikali pamoja na hii square meter 181,700, lakini tumeangalia kwamba barua zote zinazungumzia square meter 126,300. Kwa hiyo basi mimi ningeiomba serikali ilile eneo ambalo linazunguka kwenye barua zao wangeanza nalo kwanza ili waanze project, alafu then tutaenda kuangalia hizo square meter zilizobaki. Kwa hiyo mimi wito wangu kwenu waandishi wa habari, ninaiomba serikali
pamoja na barua kwenda kwa waziri mkuu. Mnajua hizi barua zinaweza zikamfikia waziri mkuu, yuko kwenye mambo mengi, lakini bahati nzuri leo tunapozungumza na ninyi waziri mkuu atasikia, tutamuomba kwa sababu amepita kila sehemu na tunamuona anatatua migogoro hii, na hasa migogoro ya taasisi. Wewe umeshaipa taasisi ardhi na hiyo ardhi ni ya kwake, leo unawasumbua tena viongozi kama hawa, na hii taasisi inabeba umma wa Watanzania. Watu ni wengi sana ambao wanahitaji hii taasisi iwasaidie. Kwa hiyo tumemwona waziri mkuu anasolve mgogoro wa mtu mmoja mmoja. Aliona mgogoro mmoja pale Dodoma, kuna mtu mmoja naye kulikuwa kama hivi, yani kila kitu ameshalipa, afu anamzungusha, afu anamwambia sasa tukubadilishie eneo. Kwa hiyo tunamuomba waziri mkuu, niko chini ya waziri mkuu, kwamba barua zile za Almaldi ambazo zimemfikia ofisini kwake ni vizuri azifanyie kazi. Lakini hata waziri bado namuomba waziri wa ardhi, pamoja na mambo mengine, bado mimi nikisoma hizi barua naona anyway, manake mwisho wa siku tuseme nini shida ya hizi barua? Kwa nini kila sehemu hawa ni wamiliki halali? Kila sehemu ukiangalia kuanzia Rita mpaka jiji ni wamiliki halali, na jiji linasema wanatakiwa wakabidhiwe ardhi yao. Shida ni nini? Kilichotuleta hapa ni kwa ajili ya taifa letu. Kilichotuleta hapa ni kwa ajili ya nchi yetu. Kilichotuleta hapa kwa ajili ya serikali yetu. Kilichotuleta hapa ni kwa ajili ya imani zetu. Hata ingekuwa ni wenzangu upande unaotoka Yona, kama wanatetea haki, ningekwenda kuzungumza kwa ajili ya kupata haki. Na huu ni upande ambao mimi binafsi unanihusu, tena kwa 100%. Kwanza ni taasisi ambayo mimi nipo, pili ni taasisi ya kiimani ambayo mimi niliokuwa nayo. Bahati nzuri serikali yetu haina dini, ushanifahamu, ila watu wake wana dini. Sasa hapa nizungumze kidogo, ama niulize Wizara ya Ardhi kwa maswali machache tu. Taasisi kama taasisi imeshalipa zaidi ya milioni 100 na ngapi mliniambia? 138. Na hizi pesa zililipwa kwenye control number ya wizara, ama niseme kwamba hizi pesa zilienda serikalini. Swali langu ni moja tu. Kama hili eneo lilikuwa so mali ya Almalidi, kwa nini serikali ama wizara ilitoa maelekezo Almalidi iweze kuilipa wizara kulipia ardhi? Swali langu la kwanza. Ushanifahamu? Swali langu la pili, kuna nini? Nauliza huko ndani kuna nini? Kwa sababu ninaposema kuna nini, lengo na makusudio, mnatutia sisi kwenye kinakombo, kwenye ubaya. Au watu wanaoisema serikali, ushanifahamu, mnawapa mwanya baadhi ya watumishi ambao sio waadilifu. Ushanifahamu? Kama taasisi ya kiimani, Waislamu wamechangishwa misikitini, Waislamu wamechangishwa kila sehemu kwa ajili ya kwenda kulipa tozo ya ardhi ya taasisi ya Almalidi. Leo pesa zile za Waislamu zimeliwa, alafu waziri anapelekewa ujumbe, waziri anajibu kwenye media. Simlaumu waziri, bali namlaumu huyu mtu aliyebatilisha dokumenti za Almalidi. Kipindi wakati huo Almalidi imeshalipa pesa ndani ya serikali. Nasema nini? Siwezi kumlaumu waziri, ila waziri ana jukumu ambalo amepewa na Mheshimiwa Rais. Amemwamini, na huu ndio muhula wake wa kwanza na imani. Yes. Mheshimiwa Waziri, ninakuomba kwa taadhima, kwa heshima, unapoletewa taarifa linalohusu kundi kubwa, ombi langu usisikilize watumishi wako. Baadhi yao hawana uadilifu. Liite mwenyewe, liite mezani, wasikilize walalamikaji kama anavyofanya waziri mkuu. Ushanifahamu? Wasikilize walalamikaji wana hoja gani ya msingi. Nilisikitishwa baada ya kuona taarifa kwenye chombo kimoja cha habari, waziri wa ardhi akijibu baada ya kumsikiliza ama mtumishi wake, ni afisa wa nini yule? Kamishna wa ardhi. Baada ya kumsikiliza kamishna wa ardhi, baada ya kuwaita Almaldi kuwasikiliza, yeye akatoa majibu moja kwa moja. Sasa kwa staili hii hatuitengenezi nchi, mnatupa wakati mgumu sisi ambao tunaitetea serikali. Hebu umati kama huu leo hii unakaa upande wa pili, wale wanaotukana nchi wakaungana kule, kinachotokea ni kitu gani kwenye taifa? Hatutaki ajirejee yale ambayo yanahamasishwa, ili ajirejee yale Oktoba 29. Maana kuna mtu mmoja, jamani mtaniwia radhi, napiga na kwenye siasa kidogo. Kuna mtu mmoja yuko upande wa pili wa siasa anahamasisha tena maandamano. Ushanifahamu? Kwa sisi hayo hatutaki ajirejee, na hawa watu wasipate pointi. Waziri, kama umeteuliwa na rais, jukumu lako ni kusikiliza kila aina ya changamoto zinazohusu kundi zaidi. Watumishi wako kero ndogo ndogo, vitu vidogo vidogo wanaweza kukuelezea, ukaangalia, mwisho wa siku mambo yakaenda.
Leo tunaona hii nchi ina changamoto kubwa tunapokuja kwenye idara ya ardhi. Ni changamoto kubwa sana. Kuna wizi mwingi sana. Nazungumza haya, mimi nilikuwa nafanya naweza nikasema kipindi cha nyuma nilikuwa nafanya habari za uchunguzi kuhusiana na idara hii ya ardhi. Kuna uozo mkubwa idara ya ardhi. Nasema ukweli. Wajirekebishe. Na waziri, rais kukuweka hapo amekupa dhamana. Anajua huko kuna changamoto kubwa. Shahidi marehemu Lukuvi, mimi nimeshawahi kukutana naye. Akaniambia, mdogo wangu, kweli huko kuna changamoto. Tuzisolve kidogo kidogo. Ushanifahamu? Kwa waziri kama kaingia kwenye hili jambo, kinachotakiwa yeye azisikilize taasisi. Taasisi zina hoja gani? Je, hizi pesa tumepigwa? Taasisi almali hizi pesa zimepigwa? Zimepigwa na nani? Hivi kweli jamani, hawa wakienda kusimama kila msikiti waliochangisha, jamani zile pesa wizara wamezikunguta na eneo umetulipa, kitatokea nini kwenye nyumba za ibada? Tunatengeneza uhasama usiokuwa na lazima. Viongozi mnaoteuliwa, simamieni majukumu yenu kiuadilifu.